Ile sheria sahihi iko katika bunge inaitwa Finance Bill. Ni sheria mbovu kwa sababu ni sheria ambayo inaongezea mizigo wananchi wa kawaida. Na pendekezo nyingi zile siko kwa hiyo sheria si pendekezo za kusaidia uchumi wa Kenya unawiri. Ni pendekezo ambazo zitapiga zitaharibu biashara, siongezee mizigo wananchi wa kawaida. Na tunashangaa kwa sababu serikali ile iko sahihi ilichaguliwa ikisema ndio itasaidia wanyonge. Ilisema itakuwa serikali ya mama mboga, watu wa bonda, watu wa kawaida. Lakini kila siku policy za serikali hii ile wanatoa kila siku ni policy ambazo zinaendelea kukandamiza mwananchi wa kawaida. Kwa mfano, mtu analima mahindi yake, banana zake huku kwa kijiji. Unasema utamtoza ushuru kwa kilo ya ile mawele ama viazi ama mazao yale analima. Tunajua kwa kisheria ile serikali iko na nguvu ya kutoza ushuru kwa kilimo ni serikali ya county. Na inatosha ushuru ile inaitwa cess. Ukipeleka mazao yako kwa soko. Serikali ya taifa haina hiyo nguvu. Lakini tunasikia inaingia sasa huku kuitisha watu kuku, tuko na kuku ngapi, ulipie, uko na mbwa ngapi. Hiyo ndio hiyo haikuwa matarajio ya wananchi. Na ndio tunauliza wabunge wale tulichagua, kwa nini walienda kulala bunge? Hatukuwachagua wakashughulikie serikali kule. Walichaguliwa na wananchi huku wakashughulikie maslahi ya wananchi. Sheria ikiletwa ambayo haizingatii maslahi ya wananchi wanaikataa. Unless mtuambie sasa bunge imekuwa serikali, imewekwa kwa mfuko. Na ndivyo tunaona kama imewekwa kwa mfuko. Kwa sababu hatuwasikii. Wakati ule tunawasikia ni wakati wanaongea wakijaribu kueleza ati hiyo mambo ni sawa sawa. Sisi tunawaambia wakati unakuja. Kama watusikilizi saa hii, wakati unakuja. Si inakuja? Wakati inakuja ambao mwananchi atachukua hatua. Kwa hivyo kama wanataka kura ile serikali ya taifa na hawa wengine warekebishe sasa. Mzigo unaendelea kuwa mgumu. Nilisikia mwalimu akisema hapa hata shule hawana pesa. Ile pesa ilikuwa ya kusaidia wa suppliers wale wanabiashara wandogo huku chini wanalia. Kwani tunaelekea wapi? Tukiuliza tunaambiwa tunataka kufanyiwa maendeleo. Tunauliza maendeleo gani? Maendeleo ile muhimu kabla hata ufikirie mambo mengine ni maendeleo ya kutoshelesha mwananchi mahitaji yake ya kawaida kwanza. Yale ya msingi. Ukimalizana na hayo ndio sasa ongea mambo mengine. Lakini usituambie unatukandamiza ututaindie maendeleo. Maendeleo ya kwanza ni mwananchi awe na chakula ya kutosha ya gharama ya chini. Hawe anaweza kuvaa nguo zake. Hawa anaweza kukaa kwake nyumbani. Hawa akigonjeka anaweza kwenda hospitali. Hawa anaweza kusomesha mtoto wake. Kama hawezi hayo, hii mingine mambo mengine ni bure. Haina maana. Huwezi kuninyang'anya kama vile naona sasa wakibomoa manyumba Nairobi na wanataka kujenga manyumba. Sasa unauliza hii. Unaona hii manyumba imejengwa kwa ardhi ya serikali. Unabomoa ujenge. Kwa hiyo ardhi ya serikali ujenge huyo mtu unabomolea. Sasa hiyo ni mambo gani? So, tunaona a lot of carelessness, a lot of recklessness, a lot of don't care attitude. You see senior leaders in this government calling people villagers. We don't mind being called villagers. But sincerely, call us villagers and let the villagers, leave the villagers alone so that they can be able to handle their village issues. Kijana ameshaliwa kwa kijiji anaita watu wana vijiji. Kwa hivyo tunasema, na tusemi kwa kiburi ama nini, tunasema kwa unyenyekevu. Wananchi wenyewe wanasema wako na mizigo. Punguza mizigo. Shughulikia maslahi ya wananchi yale muhimu. Sikiliza wananchi. Ndio walikuchagua. Wewe mbunge, sikiliza wananchi. Wewe president, sikiliza wananchi.
Si hata yeye alichaguliwa kwani? Serikali anjibika kwa mambo yale muhimu kwa mwananchi. Usipofanya hivyo, wakati unayoyoma. Jambo la miraa tumeeleza pia hapa, tukasema miraa ni sawa halali kwa sheria ya Kenya. Mimi nilikuwa minister wa kilimo na zile regulations ilipitishwa sa kuimplement ile inaitwa scheduled crop, ikaweka miraa kwa crop, kwa Crops Act. Mimi ndio nilitengeneza hizo sheria. Kwa hivyo hakuna county yeyote ambayo iko na nguvu ya kusema miraa haitauzwa kwa soko yao. Kama tumbako inauzwa, mbaa zinakunywa, watu wanakunywa kwa mbaa, na watu huwa wanasema, na ni kweli, pombe inaweza kudhuru afya yako, lakini watu wafungi mbaa. Unaambiwa kunywa, lakini ukunywe kidogo. Yule ambaye lazima akunywe, na hakuna mtu analazimishwa. Hata miraa hakuna mtu analazimishwa kula miraa, lakini yule ambaye anataka kula miraa yake, kwa nini asikule? Kwa hivyo tunaona hiyo ni siasa, na ni ile tunaita hate speech. Hiyo mangavana wa huko ni hate speech, ni kudharau watu wa kutoka Mlima Kenya. Ni ile madharau ile inakuwa huko, inakuwa na watu wengine. Na tunaambia serikali ya taifa, hakikisha sheria inafuatwa. Hakuna soko ambayo mtu anaweza kufungiwa kuuza kitu ambaye iko halali katika taifa la Kenya.